Yeah, kikikala inamaanisha usinipite bila kunisikia, bila kunijibu. Hii wimbo nilipata nikiwa kwa maombi. I think siku ya 4 kwa maombi nilikuwa na uzito kabisa kwa ministry. And you know I'm a pastor. So nilienda kwa Mungu na uchungu. Kamwambia Bwana, usiponijibu sitakuwa kitu. Nitachekwa na watu. So usipite. Alafu saa 6, saa 7 usiku nikasikia sauti. Ni kama mtu anaongea kwa nililala. Ni kama mtu anazungumza na mimi. Nimekujibu. Nikasikia hiyo wimbo ikiimba kwa mbali sana. Ikala makiduoka. Mimi ninaimba na kuna pia mwingine anasema jibu ipo. So mimi kuamka nikasema ni kama ni Mungu. Ukweli vile nilitoka kitu yenye nilikuwa ninaombea nilipata jibu yake. After haikumaliza month nikapata jibu. Na nikatoka na furaha. Kwa sababu nilisikia sauti ya Bwana. Unajua ukiwa kwa maombi ni vizuri sana ukue makini. Kusikia sauti na kusikia Bwana akizungumza. Kwa sababu anaweza kaongea na ujui ni nani anazungumza. Yeah. Kwa maana kuna sauti nyingi. Yes. Na kuna kelele nyingi. Kabisa. Na pia shetani ukuja na sauti na anakopi. Wow. Yeah. Mfano. Yeah. Anakuwa ni kama ukaconfuse ukafikiria nini. So lazima kuwe na Holy Spirit. Sana wenye wanaenda maombi lazima kuwe na Roho Mtakatifu. Nakwambia hii ni shetani na hii ni sauti ya Bwana. Yes. Na tukiwa tu hapo, wacha nikurudishe nyuma. Florence Robert ni nani? Maana wengi wanajua wimbo na hawamjui Florence Robert. Amen. Florence Robert ni mama. Akona mume. Akona kanisa. Ni mwanabiashara. A worshiper. And I love to worship a lot. Mwanabiashara nimesema hiyo. And I do business. And I do worship. Yes. Na muziki ndio ulikuja wa kwanza ama ni uchungaji? Muziki ndio ilikuja wa kwanza. Yes, nikiwa youth. Mimi nimeanza volume yangu ya kwanza ambayo inasema sijui kama mmejua. Niliimba kwa Kijaluo pia. Kuna song moja inasema no ero kama no yesibe. Kwamba Bwana wewe ni miujiza na wewe ni mwema. Ingine nikasema gikmeti modongo ine Nyasaye mangima. Hapo pia kuna ushuda na nitatoa kidogo hapo mbele. Inasema iwe kwa Kiswahili, unayofanya ni makubwa, wewe ni Mungu mkuu. Yeah, hivyo. Na katika hii safari ya muziki, maana ndio ilianza kabla ya uchungaji. Yes. Hata kabla ya kwenda studioni. Ulijuaje wewe umeitwa katika huduma ya muziki? Kitambo vile niliokoka, wokovu wa kitambo unajua ni tofauti wa kisasa. Kubwa sana. Kivipi? Kitambo tulikuwa unajua kitambo ulikuwa unaita kwa sauti. Nakwambia ukitaka kitu ita kwa sauti. Sema kwa sauti yako kubwa. Na useme Bwana uniokoe. Ukiinua mikono zako zote juu na magoti umepiga. Na unajua kitambo tulikuwa tunafunga kitambaa. Ungeonekana na nywele tu. Nywele hivyo haujaokoka. Sisi but tulifurahia. Ilifanya tukaingia ndani kabisa. Vile uwezi ukapotea uache tu wokovu hivyo. Ulikuwa unaingizwa kabisa pa kujazwa na Roho Mtakatifu. So tukienda kwa mkutano ya nyumba, niseme home fellowships. Hapo sasa pastor ananiambia kila saa imba. Tuimbie. So akaniambia hapo pastor wangu akaniambia unajua uko na kipaji ya kuimba. So uitunze, uiombe Mungu ili Mungu akafanye kazi ndani yako juu ya hiyo kipaji. Na baada ya mchungaji kukuambia vile una kipaji cha uimbaji, ukitunze na umtumikie Mungu. Au kupuuza kama wengine venye ufanya. Wengi wanafanya vile. Mimi unajua nilirespect sana kitu nye mtumishi wa Mungu amesema cause hawaongeangi tu.